Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara, John Heche ametoa pigo kubwa kwa serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufuatia msimamo mkali aliyoitangaza dhidi ya wito wa maridhiano ya kisiasa unaoendelea kupigiwa kipato kote nchini. Akizungumza Julai 29 mwaka 2026 katika mkutano mkuu maalum wa Chadema mkoa wa Mwanza uliofanyika kwenye eneo la soko la Mbao kata ya Igoma jijini Mwanza, kiongozi huyo mwandamizi alibainisha kuwa chama chake kinakipinga kwa nguvu zote mfumo wote wa maridhiano unaolazimishwa bila kufuata misingi ya ukweli, haki na uwajibikaji wa wazi kwa wananchi. Mwanasiasa huyo alisisitiza kuwa maridhiano hayawezi kuwa ya dhati kama serikali haitakuwa tayari kukiri makosa yaliyofanyika na kuchukua hatua za makusudi za kuwasafisha na kuwalipa fidia wote walioumizwa. Kiongozi huyo wa ngazi ya juu wa Chadema alieleza kuwa ili mazungumzo au maridhiano yoyote na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan yafanikiwe, sharti la kwanza kabisa lazima liwe ni serikali lenye kukiri wazi makosa makubwa yaliyotokea wakati na baada ya matukio ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 na kuomba radhi rasmi kwa umma. Katika mkutano huo wa ndani jijini Mwanza, mwanasiasa huyo alieleza kuwa viongozi wa serikali wanapaswa kujitokeza mbele ya wananchi na kuomba radhi kwa ajili ya Watanzania waliopoteza maisha yao, walioumia miili yao na wale wote waliopatwa na madhira mbalimbali kutokana na mchakato huo wa kisiasa kabla ya meza yoyote ya majadiliano kuandaliwa. Makamu huyo wa Chadema Tanzania Bara aliongeza kuwa sharti la pili la msingi kabisa ni serikali kusita na kuzidhulumia familia zote nchini zilizopoteza ndugu zao au kupatwa na majeraha ili kuzipatia compensation au fidia kamili ya kifedha na kijamii. Mwanasiasa huyo alibainisha kuwa ingawa fedha na fidia hizo haziwezi kurejesha uhai wa mwananchi na wananchi hao waliopoteza maisha yao kwenye matukio hayo, hatua hiyo itakuwa ni ishara kubwa ya uwajibikaji wa serikali na itasaidia kuwasitiri na kuwapunguzia maumivu makali wafinya na majeruhi wote waliotokana na furugu hizo za kisiasa kote nchini. Katika kuendelea kufafanua masharti hayo mazito ya kisheria na kisiasa mbele ya wanachama waliokusanyika Mwanza, kiongozi huyo wa upinzani pia alisisitiza kuwa sharti la tatu na la nne linataka serikali kuachilia huru bila masharti yote mahabusu na wafungwa wote wa kisiasa waliowekwa ndani kote nchini. Mwanasiasa huyo alitaja kwa namna ya pekee kabisa kuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu anayeendelea kukabiliwa na mashtaka mbalimbali mahakamani lazima atolewe nje na kuachiliwa huru ili aweze kushiriki kikamilifu katika kuijenga nchi na kuendelesha shughuli zake za kibiashara, kisiasa bila kuingiliwa au kubugiliwa kwa vyombo vya dola. Mjumbe huyo wa kamati kuu wa Chadema alieleza kuwa sharti la tano la kurejesha amani na maridhiano ya dhati nchini ni serikali kuridhia na kuanzisha upya mchakato wa kuandika katiba mpya itakayoweka misingi imara ya kisheria na kidemokrasia kwa ajili ya kuilinda kesho ya taifa. Kiongozi huyo alieleza kuwa nchi imeimia na kuhuzunizana sana vya kutosha, hivyo nje pekee ya kuponya majeraha hayo ni kuwa na mchakato wa ukweli na uwajibikaji, yani truth and reconciliation, baada ya kulazimisha maridhiano ya juu yasiyo na tija wala misingi ya kisheria kwa wananchi. Mwanasiasa huyo nguli alipinga vikali jitihada za serikali na za kutaka kuibusuru Chadema kwenye maridhiano kwa kutumia vitisho au mbinu za ulaghai wa kinyanyasaji ambazo alizifananisha na blackmail. Kiongozi huyo alitoa mfano wa mtu mwenye nguvu, fedha na mabavu anayetenda kosa la kumtembelea na mke wa mtu mwingine, lakini baada ya kuomba msamaha anatumia nguvu zake kumpinga
mwenye mke na kumshikinikiza aombe yeye msamaha kwa kumfumania. Mwanasiasa huyo alikemea mtazamo wa baadhi ya watu wanaojifanya wanabusara, wanaoshauri waliodhulumiwa kwenda kuwaomba msamaha wenye nguvu, akisisitiza kuwa yuko tayari kufa kuliko kukubali udhalilishaji wa namna hiyo. Makamu mwenyekiti huyo wa Chadema Tanzania Bara alikumbusha kuwa chama chake ndicho kilichokuwa cha kwanza kabisa kuona majadiliano na maridhiano ya dhati nchini tangu zama za utawala wa awamu ya 5 aliyekuwa Rais John Pombe Magufuli, pale walipoona nchi ikiingia kwenye mwelekeo mbaya. Mwanasiasa huyo alieleza kuwa viongozi wa serikali wakati huu walipuuza maonyo hayo na kuruhusu gari la taifa kudumbukia mtoni, na sasa gari likiwa mtoni ndio wanajaribu kuwatisha na kuwashikinikiza Chadema walitoe gari hilo kwa kutumia vitisho na nguvu za polisi. Kiongozi huyo mwandamizi alieleza hali ngumu na changamoto kubwa wanazokabiliana nazo viongozi na wanachama wa vyama vya upinzani nchini Tanzania, ambao alisema hivi sasa wanaishi na kutembea kama wakimbizi ndani ya nchi yao wenyewe. Mwanasiasa huyo alionyesha uwepo wa askari wa jeshi la polisi Tanzania waliokuwa wamesimama nje ya ukumbi wa soko la Mbao jijini Mwanza wakifuatilia mkutano huo wa ndani, akibainisha kuwa viongozi wa serikali wamekuwa wakitumia vyombo vya ulinzi kuwafuata na kuwachunguza kila mahali wanapokwenda kufanya shughuli zao za kisiasa. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alisisitiza maelezo yake kwa kuhakikishia wanachama waliokuwa wakimshangilia jijini Mwanza kuwa chama hicho akitaingia kwenye mtego wa maridhiano ya uongo na kitaendelea kuandalia njia salama kiongozi wao mbeba maono Tundu Lissu aliyenusurika shambulizi la risasi 16 mwilini mwake. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa vuguvugu la kisiasa linaloshuhudiwa sasa hivi ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kudai haki na katiba mpya, na kwamba moto huo wa kisasa na kisiasa utaendelea kuwaka kote nchini hadi pale misingi ya haki na demokrasia itakapowekwa wazi na Watanzania wote, akiwataka wanachama wote wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutokufa moyo kwa sababu viongozi wao wengi wapo gerezani, kwamba yeye na wengine viongozi wengine wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema watazidi kusukuma gurudumu la kuendesha chama hicho hadi pale watakapopata ushindi mahakamani na vile kutwaa uongozi wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.